Hamjambo. Maswali ya leo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza, je, mawazo ya kibinadamu pekee yanatosha kwa kutufahamisha fumbo la Mungu? Swali la pili, je, tunaweza kuzungumza kumhusu Mungu kwa njia gani? Na swali la tatu, je, Mungu amemfumbulia mwanadamu nini? Lakini tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waumini wako na uwawashie moto wa upendo wako. Mtume Roho wako na wataumbwa upya na utaugeuza uso wa ulimwengu. Tuombe. E Mungu unayeelimisha mioyo ya waumini wako kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, tujalie kwa huyo Roho Mtakatifu tujazwe daima na hekima ya kweli na tujaliwe furaha ya faraja zake. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Gabrieli utuombee. Bikira Maria tumaini letu, mjakazi wa Bwana utuombee. Naam, Jumamosi iliyopita tulizungumzia maswali ya kwanza matatu ya ufupisho makini wa katekisimu ya Kanisa Katoliki. Tukaona kwamba hiyo kiu ya kumfahamu Mungu inatokana na Mungu mwenyewe. Sio kwamba kuna wanadamu wengine ambao wanajaliwa hiyo kiu ama hamu ya kumfahamu Mungu, ya kuingia katika uhusiano naye, lakini hiyo kiu imewekwa ndani yetu na Mungu mwenyewe. Ni kama vile sumaku, unajua tunaita magnet, kwamba hiyo magnet inatuvuta bila sisi kuelewa, inatuvuta kwake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ni vema hata tukubali kujiachilia ili tufikie kile ambacho Mungu anatuitia. Ukikumbuka vile Mtakatifu Agostino alivyosema, umetuumba kwa ajili yako e Bwana, na moyo wetu haupatikani raha mpaka upumzike kwako. Niruhusu nirudie kwa upesi sana kwamba haya hapa si mahubiri bali ni maelezo tu ya imani yetu Katoliki yanayotayarishwa na mama anayependa na kuijadili na kuishirikisha imani yake kwa mahubiri, mafundisho ya wakatekumeni na kwa huduma yoyote ile ya kiroho unaomba ufike kwenye parokia yako. Haya, tuanze kwa swali la kwanza. Natumai kwamba ninaenda siendi haraka zaidi ama polepole zaidi, ni kwa kuwa ninajua kwamba watu wana muda mfupi sana. Kwa hiyo siwezi ingilia maelezo mengi, na hiki ni kitu ambacho ninataka niendelee, masomo ambayo nataka niendeleze kila Jumamosi. Kwa hivyo sitaki yawe kwamba yanachukua muda mrefu, maelezo mengi, hadithi nyingi. Nataka tu tuingie moja kwa moja kwa maelezo ya katekisimu vile ilivyo, alafu ukiwa na maswali naomba utaandika hapa chini kwenye comments, ama unaweza nitumia barua pepe mamawakatekesi katika gmail.com, mamawakatekesi@gmail.com. Lakini turudie maswali yetu moja kwa moja. Naam. Je, mawazo ya kibinadamu pekee yanatosha kwa kutufahamisha fumbo la Mungu? Nayo katekisimu inatuambia mwanadamu anakumbana na matatizo mengi sana akijaribu kumfahamu Mungu kwa kutumia mwanga wa sababu za kibinadamu pekee. Hakika mwanadamu peke yake katu hawezi kuingia kwenye undani wa mafumbo matakatifu. Kwa sababu hii mwanadamu ana haja ya kuangazwa na ufunuo wa Mungu, si katika mambo yanayoshinda akili yake, bali pia katika kweli za kidini na kimaadili ambayo yanapita uwezo wa kuelewa wa kibinadamu. Ufunuo huu wa Mungu ndio unaotuwezesha kufahamu haya hata katika ubinadamu wetu kwa urahisi na bila kukosea. Kwa hiyo tunasema kwamba kweli ukiangalia maumbile ya binadamu, na tutarudia jambo hili katika swali la pili, ukitumia akili zako mwenyewe ama tuseme sababu za kibinadamu, kweli unaweza kuanza kukiri kwamba kuna Mungu kweli. Huwezi ona mambo yote ambayo yanaendelea ulimwenguni na useme kwamba hakuna Mungu.
Lakini katekisimu pia inatukumbusha kwamba bila huo mwanga ambao Mungu mwenyewe anatupatia, hatuwezi katu kufahamu mafumbo ya kindani. Nitoe mfano mdogo, sio mfano mdogo, nitoe mfano. Fumbo la Utatu Mtakatifu. Bila Mungu mwenyewe kutupatia mwanga hapa na pale, hatuwezi kulifahamu kabisa fumbo la Utatu Mtakatifu. Lakini kila mwaka tunapata hiyo sherehe ya Utatu Mtakatifu, tunauabudu Utatu Mtakatifu, tunaanza sala zetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kweli tunakiri, na kweli unaweza kusema kwamba unaelewa, lakini hatungeelewa kama sio mwanga wa Mungu mwenyewe ambao anatutolea, anatuongezea hiyo akili, ama kweli anatuongezea hiyo imani kwamba kitu kigumu kinakuwa ni kama kitu rahisi kuelewa. Na jambo lingine, pengine sakramenti, mwingine asiye na imani hawezi elewa ni jambo gani linaendelea hapo, lakini wale ambao wamekubali kweli kwa mwanga wa Roho Mtakatifu wanaelewa ni nini kinaendelea hapo, mambo mengi, msalaba na kadhalika. Kwa hiyo tunasema mambo mawili, kwamba kulingana na yale tuliyoangalia wiki iliyopita, unaweza kutumia akili na sababu za kibinadamu kumfahamu Mungu, lakini leo tunajikumbusha kwamba akili na sababu za kibinadamu hazitoshi. Lazima Mungu mwenyewe atupatie mwanga, atupatie ujuzi, akili fulani, ili tuweze kumfahamu zaidi na zaidi. Na kweli tunakuwa na ule unyenyekevu kwamba hatuwezi kumfahamu Mungu kabisa kabisa, kwa kuwa yeye ni Mungu na sisi ni wanadamu. Naam. Swali la pili, je, tunaweza kuzungumza kumhusu Mungu kwa njia gani ama kwa namna gani? Tunaweza kuwaeleza watu wote kumhusu Mungu kwa kuanzia kwa kuzungumza kuhusu ukamilifu wa wanadamu na viumbe vingine ambavyo ni kama kioo duni cha ukamilifu wa Mungu usio na kifani. Hata hivyo, hatuna budi kuisafisha lugha yetu kwa kuwa inatumia mifano, huku tukitambua kuwa hatuwezi kulieleza fumbo la Mungu kwa kikamilifu. Yaani Mungu anapita akili zetu, lakini ametupatia huo mwanga wa kuweza kumfahamu na kumwamini. Kwa hiyo swali hili la pili limelingana sana na lile swali la kwanza, kwamba hatuwezi kumweleza Mungu tuseme kinagaubaga, ama kumweleza Mungu wazi wazi mpaka mtu aseme kweli umefahamu kabisa, umeelewa kabisa, kwa sababu yale tunayoyaona, tuseme ule ukamilifu wa kibinadamu. Unakumbuka wiki iliyopita tulisema hakuna mwanasayansi yeyote ambaye ameweza kwa mfano kutengeneza jicho la binadamu. Pengine siku moja Mungu atatuwezesha kuona kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi unaweza kutengeneza jicho, lakini kufikia sasa, hata uwe umesoma vipi, uwe uhodari kabisa katika sayansi, hakuna yule ameweza kutengeneza. Na ni mfano tu, linaweza kuwa ni sikio lote na kadhalika. Kwa hiyo tunapoangalia huo ukamilifu wa binadamu, ama tunapoangalia ukamilifu wa maumbile yote ulimwenguni, angalia jua, angalia mwezi, angalia kwa mfano nyota, sayari na kadhalika, unaweza sema kweli kuna Mungu, lakini hayo hayatoshi. Mtu akikuuliza, unaweza niambia jinsi gani kwamba kuna Mungu kweli? Unamuonyesha huo ukamilifu wa binadamu, unamuonyesha ukamilifu wa maumbile ulimwenguni, lakini bado unamwambia kwamba kuna ile imani, kuna ule mwanga ambao lazima utokane na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunamuomba Mungu kwa unyenyekevu atuongezee akili, atuongezee ule ufahamu, atuongezee imani ya kumfahamu na kuwa na uhusiano naye. Kisha swali la tatu kwa leo, na tunatamatisha kwa maswali matatu tu. Swali la tatu, je, Mungu amemfumbulia mwanadamu nini? Swali hili la tatu linatufungulia sura ya 3 ya ufupisho makini wa katekisimu. Sura hii inazungumzia jinsi Mungu
anavyojifumbua ama kujionyesha kwetu wanadamu kama viumbe vyake. Kwa hiyo sura hii inatuonyesha kwamba tuseme hata ukitazama katika katekisimu ndefu, katekisimu ya Kanisa Katoliki ambayo inaashiria Biblia, inaashiria Abrahamu, inaashiria Noa, inaashiria wale mababu wa zamani, utapata kwamba hii sasa inatuonyesha Mungu ni kama anafungua pazia polepole, anatuambia wanadamu, watu wangu, nipo na mimi ndiye muumba wenu, mimi ndiye Mungu. Alafu katika sehemu hii yote tunataka kuangalia, je, tunaweza kumjibu Mungu nini? Na jibu letu kwa Mungu, tunaomba kwamba jibu letu ni hilo la kanuni ya imani na sadiki. Naam, swali la 3 basi, je, Mungu amemfumbulia mwanadamu nini? Katekisimu inatuambia Mungu katika wema na hekima yake anajitambulisha kwetu kwa maneno na matendo. Anajitambulisha na kuutambulisha mpango wake wa wema na upendo alioutangaza tangu milele kwa njia ya Kristo. Kufuatana na mpango huu, watu wote kwa neema ya Roho Mtakatifu wanapaswa kushiriki katika maisha ya umungu kama wana walioingizwa rasmi kwenye familia ya Mungu kwa njia ya mwanaye wa pekee, yaani Kristo. Kwa hiyo polepole Mungu, ukifikiria, tunaweza angalia mengi. Tuangalie kwa mfano wa Abrahamu alipotokewa na wale wageni watatu. Wengine wanasema ni malaika watatu, wengine wanasema ni nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Unapata kwamba ni Mungu mwenyewe anayejionyesha kwake, kwamba ni yeye mwenyewe anayejifichua. Polepole wanapata mtoto na kadhalika. Tunajua hadithi hiyo jinsi inavyoendelea, alafu anajionyesha kwa Musa hadi wakati wa Kristo. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe anayejionyesha, anayejitambulisha kwetu, anayejifumbua kwetu. Tangu milele amekuwa na huo mpango wa kutuumba, wa kuumba kiumbe mwanadamu ambaye atakubali kumpenda Mungu na kuwa katika familia yake. Kwa hiyo tuna Kristo mwenyewe ambaye ni mwana wa pekee wa Baba, alafu sisi ambao tumeingizwa rasmi, ama tuseme kwa Kiingereza adopted children, katika Kristo tumekuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwa njia hiyo Mungu anatufumbulia, anatuambia kwamba enyi wanadamu, nyinyi sio watu ambao tu mko ulimwenguni bila sababu, bila mpango. Nina mpango kwenu, na mpango wangu ni kwamba mkubali kuwa wanangu, kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu kweli, na tukubali, na si kwamba tukikubali kuwa sisi ni wana wa Mungu tutakuwa wakamilifu. Si kwamba tutakuwa wakamilifu siku hiyo hiyo, lakini furaha iliyoje kujua kwamba kuna Mungu naye anatupenda, na tunapoendelea kuishi ulimwenguni tunajaribu kujifanya bora na bora zaidi. Kwa hiyo mwaka huu unajaribu, pengine unaweza kushika wema mmoja, mwaka ujao na kadhalika. Ndio maana tunapata ile sakramenti ya kitubio ama sakramenti ya upatanisho, ambapo tukiona kweli tumekosea na tunakubali kwamba tumekosea, tunaenda na tunapata msamaha ili siku moja tuishi naye Baba yetu. Kwa hivyo hayo ndio mafunzo ya leo, sio kitu kigeni, lakini ni vizuri hasa kwa mtu ambaye ni mzima kujikumbusha. Mafunzo mengine mafupi basi tunaweza kusema nini? Tuseme tunapopitia hali zote za maisha ulimwenguni hapa, ziwe rahisi au ziwe nzito, hatuna budi kukumbuka kuwa sote ni wana wa Mungu. Magumu yasitukatize tamaa, lakini pia tunapopitia hali nzuri tusimsahau Mungu. Kwa hiyo Mungu yu pamoja nasi, tuwe tunapitia magumu ama tuwe tunapitia raha, tuwe tunapitia hali rahisi. Na funzo lingine ambalo tunaweza fikiria ni kwamba Mungu anapojionyesha kwetu hatumii kelele, hatumii lazima. Mwaliko wake ni wa upole na anatuachia uhuru wa kumuitikia au kumkataa.
Kwa hiyo leo tujipe moyo, tuendelee kumkubali Mungu na kumwambia Mungu Baba, tupatie mwanga zaidi. Mungu Baba, tuongezee imani. Mungu Baba, tuongezee kiu cha kukutambua wewe. Na ni hayo tu kwa leo, nikuachie kazi ya ziada, sio nyingi, ni ndogo sana. Ya kwanza, usome Injili ya Yohana, usome Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Kitabu cha Mwanzo, Mwanzo mlango wa tatu mstari wa 15. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Alafu waraka wa Paulo kwa Warumi, yaani Warumi mlango wa pili ama sura ya pili, Warumi mlango wa pili mstari wa 6 hadi wa 7. Na ukiwa na ile katekisimu ya kanisa Katoliki kubwa, unaweza kuangalia sehemu ya 36 hadi sehemu ya 55. Sehemu ya 36 hadi sehemu ya 53. Samahani. Naomba uwapashe wengine kwa kuwatumia ujumbe huu, na pia ujisajili kwenye chaneli yangu. Nitashukuru sana. Asante. Tukamilishe. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tumsifu na tumshukuru sasa na siku zote sakramenti takatifu ya Mungu mwenyewe. Tumsifu Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwa heri ya kuonana.